Na malengo ya Mungu haikuwa mwanadamu aishi kwa shida, wala haikuwa mwanadamu ale kwa jasho au ateseke. Maisha ambayo unayaishi, changamoto ambazo unapitia, ni matokeo ya dhambi. Pale bustanini Mungu aliwapa maagizo ya kwamba wasiale matunda ya mti wa katikati ya bustani. Na kwa wakati huo yeye Mungu ndo alikuwa mkulima wa kwanza kabisa. Alilima bustani, alilima shamba. Kwa nini linaitwa bustani? Kwa sababu lilikuwa na mimea ya kupendeza. Kulikuwa na matunda mle. Hatujui yalikuwa matunda ya aina gani. Inawezekana kulikuwa na matunda, inawezekana kulikuwa na mihogo, inawezekana kulikuwa na mahindi, inawezekana kulikuwa na matunda ya kila namna. Na nani aliyekuwa na hiyo kazi? Aliyekuwa na hiyo kazi ya kulima alikuwa ni Mungu mwenyewe. Yeye ndo alikuwa analima matunda, yeye ndo alikuwa anapalilia. Alafu kazi ya mwanadamu ilikuwa ni kula tu. Lakini baadaye walipokosea, kama wao unafuatilia maandiko kwenye kile kitabu cha Mwanzo, wakati wameshindwa kutii maagizo ambayo Mungu amewapa, wakaisikiliza sauti ya shetani, Mungu akawafukuza katika bustani. Akawaambia, Adam, utakula kwa jasho, na wewe Eva utazaa kwa uchungu. Ile kula kwa jasho ndo hayo maisha ambayo unayapitia sasa. Hizo changamoto ambazo unapitia katika utafutaji, hizo changamoto ambazo unapitia katika kupata kula yako, hizo changamoto ambazo unapitia katika kukamilisha mahitaji ya familia yako, ndo ile kula kwa jasho ambayo Mungu alisema. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukakata tamaa, kuna wakati unaweza ukalia sana, na ukajua ya kwamba pengine unaweza ukasaidika. Lakini ndo kula kwa jasho ambayo Mungu aliitamka kwa mwanadamu. Manake baada ya dhambi ya Adam na Eva, mimea ikawa haizai matunda vile ambavyo inastahili. Yaani kukawa kama na laana fulani imetokea. Chakula kikawa tena hakipatikani vizuri kama mwanzo. Mwanzo alikuwa analima yeye mwenyewe, Mungu anamwagilia yeye mwenyewe, anapalilia yeye mwenyewe, anaweka mazingira safi. Lakini baadaye Adam akawa amebeba jukumu. Kwa hiyo majukumu ambayo Mungu alitakiwa amfanyie mwanadamu alijipendekeza kuyabeba. Maarifa ambayo Mungu alikuwa ameyaficha ili mwanadamu asiyajue, yeye mwanadamu kang'ang'ania kuyapata maarifa. Kitendo cha kutokutii sauti ya Mungu kilimfanya mwanadamu kung'ang'ania maarifa. Ndio maana baada ya kulila tunda wakaja kujijua ya kwamba wapo uchi. Sasa tunafanyeje na hali ya maisha ambayo inaendelea? Bwana Yesu asifiwe.